Yesu mtume. Dada samani, dada samani, dadangu naomba uje. Dada samani njoo. Yesu. Haya mengine baadaye. Njoo dadangu. Kwanza dadangu pole. Hujaumia? Kabla ya yote, nipende kushukuru kwanza, nimshukuru Mungu kukutana na wewe. Maana ni bahati iliyoje jamani. Dada wewe ni mpole. Dada unajituma. Yaani hapa mtaani sijaona dada kulinganisha na wewe. Ila sasa kuna kubwa kuliko zaidi ya hilo na kusifia ni yote niloyaongea. Hili ni kubwa. Ngoja niweke simu. Yaani dada yangu, sijui nianzie nyuma, sijui nianzie pembeni. Ila mdogo wako. Kilo. Mdogo wako amejua kunionyesha. Mdogo wako anayaweza. Mdogo wako anakatika. Yaani mimi binafsi na umara wangu wote usiwezi zile stahili shukangu. Yaani mdogo wako ni anakatika, nyuno ya kule. Yaani hapa mtaani akikamata mume wa mtu, sidhani kama mwanaume anaweza kachurupuka. Sasa na mimi dada yangu namtafuta huyo mdogo wako anifundishe. Nikavae ule usika wake, yaani anapokatika na mimi nikatike. Au unayaweza dada yangu nifundishe, sio kwa ubaya. Mimi ni mdogo wako nahangaika hapa mjini nitafuta hela. Unaweza unifundishe na kuomba lakini. Unanijua? Unanijua nakuuliza wewe? Dadangu, sasa mbona tunafikia mbali lakini niachie. Wewe unanichukuliaje? Niachie. Na unataka nichukuliaje mimi nyie? Sirudi. Nichukuliaje nakuuliza? Unaona mimi mpole? Mnanisamehe. Nani mkambona tamkia maneno mabaya mimi? Na bado hilo ni trailer tu. Tukikutana tena kipigo kama na kuvunja hiyo shingo yako. Na nichukulia poa Kukaa kwangu kimya kwenye huu mtaa naona mpole sana, si ndio? Upole wangu mimi naona mjinga Kila kitu kibena. Mmenichosha. Sasa hivi ni vita, tukikutana tu ni kipigo. Pumbavu wewe. Kaguhe ndo maana. Utishikoda. Pumbavu wewe. Love me boss. Piano pekee. Nasir. Umenisubiri muda mrefu Sio muda mrefu sana. Alafu pia nilikuwa najua tu uenda labda umeenda kazini. Lakini hapa nilikuwa nazuga tu kidogo niondoke. Sio kama nimekusubiri sana. Karibu. Sana. Mimi nilijua upo kazini. Hapana. Unajua nini Nasir? Watu wanasema damu ni nzito kuliko maji. Kweli nimeliamini hilo. Mimi ni dada, lakini uchungu naosikia si wa kawaida. Lau kama ningekuwa mama je? Huo uchungu sijui ningekuwa najisikiaje. Sijui ningekuwa naumia kiasi gani. Sijui ningekuwa kwenye hali gani, sielewi Nasir. Hapa ninavyokuambia, nimetoka kwa huyo mwanamke aliyowatuma hao watu kwenda kumbaka mdogo wangu. Naumia. Najisikia vibaya. Nashindwa nifanye nini Nasir. Kwa sasa hilo swala nafikiri ungewaachia jeshi la polisi kuliko kuendelea wewe kuhangaika nao. Na tunatakiwa tuandae chakula tumpelekee mgonjwa hospitalini ili tukamjulia hali. Ni rahisi kwa wewe kuongea hivyo. Mimi naumia. Naumia, ni mdogo wangu Nasir. Najikuta nakumbuka matukio yote. Nakumbuka nilivyomwelekeza. Kila siku nilikuwa nakaa chini mdogo wangu namjenga. Namwambia pita huku. Usipite huku sio pazuri. Lakini hakuwahi kunielewa. Mbona nini kimemkuta sasa hivi? Angalia ninapoteseka kitandani. Nimeongea mpaka nimechoka. Naumia. Kwa nini mdogo wangu anashinda kunielewa mimi jamani? Basi. Kwani watu wote ndio wanateseka kama mimi? Wanapitia shida kiasi
Basi. Naomi basi. Basi. Mama, mkojo kuona mimi ninapoteseka huko mimi. Mama. Basi. Nini jamani? Nalumbana nini muda wote? Mimi natokea huko nasikia tu watu wananshosho pale nyumbani kwangu. Nini? Yaani mjomba, mimi najuta kabisa kuharakia kuoa, najuta kuharakia ile masuala ya ndoa. Najuta kweli yani. Usiseme hivyo wewe. Kuoa hujui kama ni baraka wewe. Ili jambo la muhimu la msingi la kuoa ndio natengeneza familia. Lakini hivi wewe si ndio ulosababisha haya yote? Au hilo? Wewe ndio umesababisha haya yote. Chanzo cha haya yote ni wewe. Yapo na huyu mkeo huyu anahusika naye, ana makosa yake naye, lakini wewe ndio sababishi. Sasa msifanye mimi niamue ambayo sitaki kuamua. Nisije nikawatimua hapa kwangu kabla sijawapokea, sijawafungulia mlango ule muingie ndani mpike mle niwatimulie mbali. Nyesho mnatafuta huko mjini nyie. Wewe na wewe anitafuti huko nyie vipusha, mmakimbilia hapa kwangu Ikwilili hapa kwa Nshembonde njomba yetu, mjificha mfanye ndio shaka lenu hili la kujifichia, si ndio nyie? Sasa mkae kwa kutulia, mkihangaika hapa mnashoshana watu wakishikia nyie na hayo majeraha yenu hayo, kama mmepata ajali ya bodaboda waende kwa mwenyekiti ule sijui wa kitongoji wakamwambia, bwana, kwa Nshembonde pale kuna watu sijui wameiba, sijui ni weshi, sijui ni majambashi, waje hapa mtolee nshobe mpelekwe huko mjini kwenu mkajibu kesi zinatoa usu. Shwaini mjomba. Kana mjomba wako chini mwelekezi. Sio kwamba nashindwa kufanya ujinga unaofanya Bashiru, naweza. Bashiru mimi nikiamua kufanya naweza kufanya. Mimi ni mwanamke. Siwezi nikeka visasi kulipizia mume wangu, siwezi. Bashiru, na mimi unanikosea. Mimi ni mwanamke. Natembea barabarani, kuna wanaume kama wewe ambao wananihitaji kuwa na mimi, lakini nashindwa kuwa nao sababu na kuheshimu mume wangu na kupenda na nakuhitaji kwenye ndoa. Bashiru, mimi sikuja kwenye ndoa ili kubahatisha. Mjomba, kana mwanao chini. Mimi sijawahi kumkosea mwanao hata siku moja. Sio kwamba nashindwa kufanya. Mjomba, mimi sio kwamba nashindwa kufanya. Mimi ni mwanamke na nimekamilika kuwa mwanamke na kila kigezo cha kuwekwa ndani. Kwa nini Bashiru anifanyia hivi? Sio kwamba siwezi. Bashiru, naweza kufanya, naweza na nitafanya. Aje? Mjomba, unaona ananitishia? Fanya. Kama unaweza kufanya fanya, hiyo unanitishia. Fanya. Keleleni bwana wewe. Nyamasheni. Ebo. Nie. Kama nitashindwa kumalisha hichi tofauti shenu hizi, basi mimi nitaamua la kuamua. Tena nawapa siku hiyo moja leo tu. Ikafika kesho hapa muwe mshamaliza tofauti zenu. Sawa? Sasa ngoja niwafungulie mlango muingie huko ndani, mpike huko mle. Kuna maboga huko, kuna nini? Trying. Ebo. Maana ko Bashiru mama kuja huko kabisa na kwenu ili mjomba wako tena azidi kunifokea. Wewe bwana, usitaki kunivuruga. Mimi hapa nimeamua hata nitulie tu. Wewe unataka kunitibua, niache. Bashiru nikasababisha? Sio wewe kipala ulosababisha. Salima!
Yaani mguu ulikuwa unaenda kwenu. Nakujua. Maana yaani dakika 2 tu nikikuacha haupo. Kwa mzee Mangosongo. Umenishtua wewe. Vipi mzigo wangu uliokupa? Fresh. Ushosukuma? Ndugu yangu. Mzigo mbona fresh tu? Afu mbona unakuwa na wasiwasi na mimi? Weka mchele mezani. Mimi Madobe sinaga wasiwasi ukinijia kitu chako. Lazima nikuuzie ndugu yangu. Sasa yule mshikaji bwana kalia sana. Kiukweli kalia. Yaani kalia. Kwenye ile hela ulioniambia kashuka mpaka 50. Kono la nyani. Uswahili huo. Sasa ndugu yangu mimi ngifanya nini? Nikasema basi poa, haina shida kwa vile ndugu yangu ana shida. Lete hiyo. Tena akaanza kulia tena. Kalia. Hapa na 30,000. Umeona na elfu hizo 30,000. Ichi hapa nakwambia. Uswahili huo mwanangu Madobe. Uswahili vipi ndio nakwambia hivyo? Afu mimi mwenzako mimi sipendagi uongo mimi ndo siupendi. Kwa hiyo kwa cha 30 hapa. Mimi nikamwambia wewe haina shida yetu 30,000 kwa vile ndugu yangu ana shida. Wewe ilete 30,000. Hapa naambia hivi. Hiyo hapo hiyo. Kwa hiyo vipi kusela lako ya udalali? Sijioni uhakika kwa mzee Mangosongo pale tunamalizana. Wewe tu utakavyoamua. Yaani hapo kama sema ukiangalia jua kali ya. Sasa sikia. Hiyo akimalizia hiyo jioni hiyo nitajua na kutoa vipi. Hapo unaweza ukakamata cheni naye ukaenjoy kwa Mangosongo pale kidogo, unaweza kupata vibafa 3 hapo au vipi? Wewe familia yangu nakukubali sana. Uhakika. Kwa hiyo sasa jioni mimi akiniletea 20 na kuletea utajua sasa jioni tunamaliza vipi. Mimi jioni naweza kuninunulia chimpumu hizo 2. Mimi naenda kwa tumemalizana. Yaani sio lazima kwa sababu tunakubombesha maliza yani. Basi barida mwanangu tukutana kwa mzee Mangosongo pa. Haina shida ndugu yangu. Maki mwenyewe nikupoenda hivi, niko nakuja kwako. Sema ngoja nirudi hivi. Basi poa. Haya noma. Baridi mwana. Baridi familia yangu. Man of the match. Madobe on the click. Puzi yule. Wajinga ndo wali wao. Wewe mpuzi nini? Yaani mimi nizunguke jua lote hili. Nihangaike kutwa mzima. Ninakutafutia hela. Ukale. Unaona hapa? Sasa hapa mimi najua jinsi gani ya kudili naye huyo. Nasr, asante sana. Nashukuru kwa kila kitu unachonifanyia. Maana unaacha mambo yako, unapoteza muda wako mwingi kwa ajili yangu. Unanipambania sana kikweli. Yaani unaendelea kunipa nguvu ya kuendelea kuishi hata kama nilikuwa nimekata tamaa. Asante sana. Nashukuru. Mimi niseme nashukuru sana kwa kushukuru kwako. Najisikia faraja kwa kushukuriwa na Naomi kwa kweli. Kikubwa tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uhai, naomba Mwenyezi Mungu amfanye mdogo wetu awe salama, arudi katika afya yake. Ndo maisha, mitihani hapa na pale hutokea. Lakini ngoja mimi nikukimbie niende kwenye mizunguko hapa na pale kwenda kutafuta riziki. Baadaye nitakuja kukuona ili tukamchukue Kibena hospitalini. So unajua daktari mtuambie baadaye jioni tukamchukue. Sasa baadaye. Baadaye tujaliwa. Bye. Bye. Wewe. Yaani sikiliza mwanamke, kumbe bala zuri Tuli hapo mwanaweza usijue kustilika, maki tumekustili utaki stara zetu. Sasa sikiliza, mimi ndio mtoto wa mjini, nimezaliwa mjini, nimekulia mjini. Yule shogangu ulomuonea yule, mlomchukulia mume, yule hajakulia hapa, mimi namjua, amevamia katoka huko si miji ya wapi kavamia. Sasa mimi ndo mimi. Sikiliza shogangu. Si shogangu, si udugu wangu, mimi sikuelewi. Siku yetu tumekutana pale, dada uliongea maneno ya heshima. Dada ukanigusa kwenye moyo. Dada ulitiririka vizuri, nikajua dada una busara, kumbe una busara wewe. Sasa ulisema tumfunze mdogo wako. Mdogo wako tumemfunza, tumempelekea watu 4. Watu 4 hawamtoshi. Maana ule mdogo wako kazidi kukitembeza. Tulikuwa tunataka tupelekea watu 36, shogangu ajielewi tu. Shogangu ametoroka.
kaondoka na pesa yangu. Na mimi siku zote nashinda vilabuni huko natafuta pesa nikalipe mchezo. Halafu leo hii Mwanaizaa anatoroka na hela yangu, nafikiri nikuache hivi hivi? Dada, nipo hapa kwenye uwanja wako, nataka pesa yangu. Yaani huu mguu ukiuona hapa, yaani huu mguu kikanyaga kwenye nyumba ya mtu, dada, nakwambia hauje kutoka salama, lazima utoke na vita. Na leo vita vitamwagika, damu zitamwagika hapa hapa. Bila pesa yangu siondoki hapa. Sijui unanielewa? Hivi nyie mnanizoea eh? We mimi mwenzio sijanywa brufeni leo kusema nitasinzia. Nikitaka kukupigia saa hizi misamba mama Shea hapa hapatoshi. Sijui unaelewa au unatuonaje sisi? Alafu sikiliza. Dunia da, ulimwengu shujaa. Mashujaa wenyewe ndo sisi. Uliotutuma tumfunze mdogo wako, tumemfunza. Hizo ngoko zako ulipelekea nini polisi wewe? Wewe si ndio ulituruhusu? Sasa endelea kupokea vidonge. Hapa haijatosha. Nataka pesa yangu. Sasa nisikilizeni. Naombeni mnisubiri hapa kama dakika moja tu niwafuatie pesa yenu, sawa eh? Lete pesa, acha maneno. Lete pesa, acha maneno wewe. Tunakwambiaje kama Nyembwa nyie. Mnanichukulia poa sana nyie. Ipo siku yenu. Basi. Mtatoa leo mimi. Basi, tulia basi. Kibena. Yaani haya yote ni kibena, mimi nachoka jamani. Kila siku jamani naamka na hili ndio kesho hili, mimi nimechoka jamani. Nimechoka. Hivi watu wote kweli mtaani wanaishi hivyo? Watoto wenye wadogo zao wanaishi kama mimi jamani? Wanapitia shida kama hizi? Mtu unamwambia hiki fanya hiki usifanye hivi, lakini bado anafanya yale yale. Kila siku ni sisi tu. Kila siku tunagombana na watu sisi tu. Mtaa mzima watu salimiani na watu kwa sababu yake yeye, kwa sababu ya ujinga wake. Ona sasa hivi yuko kitandani anahangaika. Natamani nini nikalifinyage nilipunja huko niliko mimi. Nimechoka. Nimechoka jamani. Mama yangu angekuwepo, hata yote isingekuwa napitia mimi. Mama, kwani uliwahi kuondoka sasa? Jamani, nimechoka. Kibena. Mtoto wangu, shika kunywa juice kidogo. Sawa mamangu. Mbona sasa unakunywa kidogo? Kunywa tena. Hivi mama, wale watu waliotufanyia ubaya wamekamatwa kweli? Wale watu waliowabaka wameshakamatwa. Lakini yule aliowatuma kakimbia mji. Na bora alivyokimbia mji. Jamani, ningemkamata kwenye mikono yangu. Sijui hata ningemfanyaje. Sijui Kibena rafiki yangu anaendeleaje. We, unasemaje wewe? Unajua nakushangaa sana wewe mtoto. Tena iwe mwanzo na mwisho kutaja hilo jina humu ndani. Kibena, wewe Kibena ndio nani? Hivi aliyekusababishia matatizo hapa ndani ni nani? Si ndio wewe Kibena? Kwa hiyo Kibena unamwona yeye ni mtu muhimu sana kwako. Anakukontrol anavyotaka yeye. Anakupelekesha anavyotaka yeye. Si ndivyo eh? Tena koma. Sitaki kusikia tena hilo jina humu ndani. Mpaka leo niko hapa mimi nashindwa hata kuingiza hata 200. Utakula nini hapa ndani? Nakuuliza wewe. Mshenzo wa tabia wewe. Tena usirudie tena. Ukirudia tena na kukata hiyo midomo yako chuchungi. Mwanaalamu wewe. Badala ujihurumie wewe mwenyewe kitendo ulichofanyiwa. Leo hiyo unafikiria Kibena. Tena koma. Ukirudia tena kumtaja huyo Kibena humu ndani, nitakachokufanya. Mungu apendi. Nakwambia kabisa, nimechoka sana tabia zako. Wote wana kazi ya kunizalilisha mimi. Nashindwa hata kutoka nje kwa wanawake wenzangu. Naona kama sina malezi. Sijakulea vizuri. Umerudi uko kama bata hapa. Leo hii Kibena. Tena usinitafute. Haya wani mkubwa Mwanaizaya wewe mpumbavu, mshenzo wa tabia wewe. Nikusikia wewe Kibena mdomoni na kukata hiyo midomo yako. Mbavu wewe. Nafikiri kwa sasa tusiwe tunakutana hapa dukani. Kwa sababu anaweza akaja mtu hapa. Mimi nikajua ni mteja. Kumbe ametumwa na braza yangu kunichunguza.
namjua vizuri kakaangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuwe tunakutana nyumbani kwangu, maana nilipohamia sasa hivi hata kaka hapajui. Unajua nakwambia kitu hapo? Naona fika kabisa dalili ziko mbele yangu. Naenda kufukuzwa kazi pale ofisini. Naona ni kama damu na dhambi nilizozifanya zinaanza kunimeng'enya mwenyewe. Na sijui atanifanya nini. Derek. Huruma sio malezi. Alafu uoga wako ndio umaskini wako. Fanya yako yaliyoko kwenye uwezo wako kwa wakati huu ili tuweze kufanikiwa. Alafu mwambie yule rafiki yako afanye kila kinachowezekana. Nataka mwisho wa mwezi huu tuwe tumeshaichukua ile kampuni na sisi ndo tunapanga tunafanya nini juu ya kampuni. Na kingine, kule Uswahilini kuna bomu nimeliandaa. Muda wowote linalipuka. Call me Agnes Magesa. Okay, sorry. Yes, hello. Naambia Mr. Genius. Okay. Hapo. Basi ngoja nikuache. Okay. Okay, see you later. Piano pekee asiache roho yangu. Alikuwa na majumba